أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu Lailatul Qadr na utukufu wake katika mwezi wa Ramadhani. Dada zangu katika imani, an Aisha radhiallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuhawizu fil ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul taharraw laylatal qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan, muttafaqun alayhi. Yani Aisha radhiallahu anha amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiketi itikaf 10 la mwisho la Ramadhan, na huku akisema itafuteni Lailatul Qadri katika 10 la mwisho la Ramadhan. Dada zangu katika imani, Lailatul Qadr ni kwa nini ukaitwa usiku wa cheo au usiku wa heshima? Kwanza kabisa, dada zangu katika imani, kumesemwa ni kwa sababu ya kutukuza, kama ilivyo kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Al-An'am aya ya 91. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Yani sema, ni nani aliyeteremsha kitabu alichokileta Musa chenye nur na uongofu kwa watu, mlichokifanya juzu na yaliyo mengi mkayaficha, na mumefundishwa sasa katika hii Qur'an msiyoyajua nyinyi wala baba zenu. Sema, Mwenyezi Mungu ndiye aliyeteremsha hii Qur'an na hivyo vingine, kisha waache wacheze katika porojo lao. Dada zangu katika imani, hoja hii ya kwanza maana yake ni kwamba huu usiku wa Lailatul Qadr ni usiku wenye heshima kwa kuteremshwa nini Qur'an ndani yake na kupatikana na kushuka malaika, na ni usiku wa baraka na rehma na msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dada zangu katika iman, pili imesemwa kuwa al-qadar kwa maana ya kubainika kwa kuwa ndogo sana, kama kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surat At-Talaq aya ya 7, waman qudira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah, na yule ambaye amepungukiwa riziki yake, yani riziki yake imebanika kwa kuwa ndogo sana, atoe katika kile alichopewa na Mwenyezi Mungu. Dada zangu katika imani, maana ya kubainika kuwa ndogo sana ni kule kufichika katika elimu za watu, kutambua hasa usiku huo ni usiku wa tarehe ngapi. Dada zangu katika imani, tatu, na imesemekana kuwa al-qadar humaanisha makadirio, kwa maana katika usiku huu ndio kuna kadiriwa hukumu za mwaka ulioko, kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Ad-Dukhan aya ya 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim, yani katika usiku huu hubainishwa kila jambo la hekima. Dada zangu katika imani, fadhila za Lailatul Qadr na hadhi yake. Dada zangu katika imani, usiku huu ni bora kuliko miezi 1000. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qadar aya ya 3, kuyadhihirisha haya au kuyathibitisha haya, Lailatul Qadri khairun min alfi shahr, huo usiku wa heshima ni bora kuliko miezi 1000. Yani matendo ndani ya usiku huu ni bora kuliko matendo ya miezi 1000 ambayo hayako katika usiku huu wa heshima. Na jambo la pili, fadhila ya pili
wa mwezi huu wa Lailatul Qadri ni kuwa katika usiku huu ndio Qur'an iliteremshwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qadr aya ya kwanza, inna anzalnahu fi lailatil qadr, yani hakika tumeteremsha Qur'an katika Lailatul Qadr, yani usiku wenye heshima kubwa. Na katika fadhila ya tatu ya Lailatul Qadr ni kuwa huteremka malaika na Jibril alayhi salam katika usiku huo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qadr aya ya 4, tanazzalu almalaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr, huteremka malaika na roho katika usiku huo, na makusudio ya roho ni Jibril alayhi salam. Yani kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu anasema kuwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadr ni tarehe 27 au 29. Yani hakika malaika usiku huo, yani hakika yani malaika usiku huo ni wengi sana katika ardhi. Hizo masiku za odd numbers ya tarehe 21, 23, 25, 27 na 29. Yani anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani katika usiku huo malaika huteremka wengi sana katika ardhi kuliko idadi ya changarawe za mawe. Hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Fathul Bari juzi ya 4 ukurasa wa 252 na 55. Dada zangu katika iman, fadhila ya 4 ya Lailatul Qadr ni kwamba ni usiku wa amani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Qadr aya ya 5, salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri. Pia amesema yani Baidawi katika maana ya aya hii, yani katika usiku huu Allah subhanahu wa ta'ala hukadiri ila amani tupu, yani hakadiri chochote ila amani tupu, na katika masiku mengine hukadiriwa amani na balaa. Ama katika usiku huu wa Lailatul Qadr Allah subhanahu wa ta'ala hukadiria amani tu, dada zangu katika iman. Na kadhalika fadla ya 5 ya Lailatul Qadr ni kwamba ni usiku wenye baraka. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Ad-Dukhan aya 3, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, kwa yakini tumeiteremsha Qur'an katika usiku uliobarikiwa. Na Ibn Abbas radhiallahu anhu amesema, yani usiku wa Lailatul Qadr, usiku huo uliobarikiwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Na fadla ya 6 ya Lailatul Qadr ni kwamba ndani ya usiku huu ndio wanakadiriwa makadirio ya mwaka mzima. Yani anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran sura Dukhan aya ya 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim, fiha yufraqu kullu amrin hakim, yani katika usiku huu hubainika kila jambo la hikima. Dada zangu katika imani, atakaisimama kufanya ibada katika usiku huu hali ya kuamini na kutarajia malipo, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, amesema haya katika hadithi hiyo iliyopokewa na Imam Bukhari ya Muslim, kuwa atakaisimama kufanya ibada katika usiku huu hali ya kuamini na kutarajia malipo, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Dada zangu katika imani, ama mambo yanayopendekezwa kufanywa ndani ya usiku huu wa Lailatul Qadr, kwanza kabisa ni kufanya itikafu, nayo ni katika kumi lote, wala sio usiku wa Lailatul Qadr peke yake. Kutoka kwa Aisha radhiallahu anha amesema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya itikafu katika 10 la mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Haya imepokewa na Bukhari na Muslim. Jambo la pili ambayo kwamba inapendekezwa kufanya ndani ya Lailatul Qadr ni kusimama usiku wake hali ya kuamini na kutaraji malipo. Haya yamepokewa kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, amesema kuwa nilisema, ewe Mtume wa Allah,
ikiniafikia Lailatul Qadr niombe kitu gani? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema Mola, hakika yako wewe ni mwenye kusamehe madhambi, tena mkarimu, wapenda sana kusamehe, basi nisamehe makosa yangu. Yani Allahumma innaka laafuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Imepokewa na At-Tirmidhi. Na jambo la nne inayopendekezwa kutekelezwa katika usiku huu wa cheo wa Lailatul Qadr ni kuamrisha watu wa nyumbani kwa ajili ya ibada. Imepokewa na Aisha radhiallahu anha, amesema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiingia 10 la mwisho wa Ramadhan akijifunga, yani kibwebwe, na akikesha usiku wake na akiamrisha wake zake kadhalika kufanya vile. Dada zangu katika imani, alama za Lailatul Qadr. Kwanza kabisa, miongoni mwa alama za Lailatul Qadr ni kwamba usiku huo wa Lailatul Qadr ni usiku ambao unakuwa hauna joto wala baridi kali. Haya yamethibitishwa kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, nilikuwa nimeoneshwa Lailatul Qadr kisha nikasahaulishwa nayo, iko katika nyakati za usiku wa 10 la mwisho, nao ni usiku wenye bashasha, yani talqat, ikiwa yani hakuna joto wala baridi ya kuudhi, unang'ara, yani balja, yenye kung'ara, usio na joto wala baridi. Haya yamepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Na katika alama ya pili za Lailatul Qadr ni jua linatokeza asubuhi yake jeupe, halina miale. Yani anasema haya imethibitishwa kutoka kwa Ubay ibn Qab radhiallahu anhu, alipoulizwa kuhusu dalili za Lailatul Qadr akasema, kwa dalili aliyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba jua linachomoza siku hiyo halina miale. Haya yamepokewa na Imam At-Tirmidhi. Dada zangu katika imani, ni juu ya kila Muislamu miongoni mwetu sote kuzidisha kufanya ibada katika siku 10 za mwisho za Ramadhani kwa sampuli mbalimbali ya ibada itakayotukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni masiku bora ya mwaka. Pili, ni juu ya kila Muislamu sote asipoteze au tusipoteze wakati wetu katika masiku matukufu na msimu wa kheri kwa kufanya upuuzi na mchezo na kutembea sehemu zisizokuwa na haja. Wallahu aalam. Shukran jazila wa barakallahu fikum.